Ilitokea vurugu ambayo iletwa tulijua ni ya kisiasa, na tukahusishwa, kwa bahati mbaya tukahusishwa kwamba hii sehemu kuna mwanasiasa ama mtoto wa mwanasiasa ambaye anahusika ama ni investor, kitu ambacho sio sahihi, kwa sababu mimi nimefanya kazi hapa mwaka mmoja na miezi, maana nilikuja kabla tuanze, na huyo mtu ambaye ni Rizwani ambao anahusishwa kama mwenye hapa, sijawahi muona, sijawahi msikia, hajawahi nilipa. Bosi wangu anaitwa Kataruga. Kwa hiyo raia ni vizuri kwamba kabla maamuzi kama haya hayajafanywa, ili watu wachukue jukumu, kwa sababu sehemu inahusishwa na mtu, alafu tukaleta hasara kama hii, ni vizuri watu kujua kwanza. Bosi wetu hana shida hapa, sio lazima atumie jina la mtu ili awezeshe mambo yake. Anaenda kihalali, kiserikali, kibiashara, kutafuta hela. Ni sehemu imejengwa ndani ya mwaka mmoja, zaidi ya miaka 10, ambapo tunaelewa jinsi alivyohangaika kupata hiyo hela mpaka tukafika hapa tulipo. Kwa hiyo kuhusishwa na mtu kisiasa namna hiyo sio vizuri. Tunajua kama ni siasa, picketing and demonstrations ziko allowed. Those are allowed in any democracy. That is the essence of democracy. But uharibifu wa mambo kama tulivyoona hapa ni kitu ambacho ni sio kizuri. Hapa tumeajiri watu zaidi ya 247 kama ulivyosikia, na hawa watu wote wanatutegemea. Wengine ni tuliwatrain sisi, they were untrained in the hospitality, lakini tuliwatrain ndani ya miezi 3 tukawapa ajira. Kila mmoja anajitegemea. Kwa sasa hivi tuliwaleta kutoka mikoa mbalimbali, tukawapa hostels hapo, wakakaa wakaanza kuishi wenyewe, na tukajua tuko na sehemu ambao wangejivunia, lakini wote sasa hivi wako jobless kwa sababu ya hii issue ilitokea. Na tungeomba tena pia kama kuna mambo mengine yalitokea, maana kunaonekana kama kulikuwa na mpango ambao pengine ulizidi hayo mambo ya kisiasa. Kwa mfano watu 500 kujikusanya kwa pamoja na kufanya vurugu kama hiyo, ilikuwa ni jambo la kustaajabisha sana. Ilibidi tukimbie wote, pengine tulinusuru maisha yetu kwa sababu ilibidi tukimbie wote. Waliingia kwa fujo na vurugu. So kwetu sisi tuliona kama ni jambo la ilikuwa siasa, pia ilikuwa kama ni organized, synchronized, kwa sababu ilikuwa ni kitu ambacho kilikuwa kinastaajabisha watu 500 kwa pamoja kuitana waseme ni The Voice. Sisi tumeona hasara kubwa zaidi ya B1 1.3 billion, na hiyo bado hatujafanya scientific analysis kujua kweli kama ndio hiyo, lakini kwetu so far ndio tunaona kwa haraka hamna sehemu iliyobakia kufanya kazi. Speakers wamebeba speaker ambao tulikuwa tumenunua gharama kubwa. TVs tulikuwa nazo hapa more than 52 TV screens. Hakuna chini ambayo ilikuwa chini ya 60 inches 65 hadi 100. Walichobeba walibeba, walichoshindwa kubeba walichoma. Mtaji kwenye store tulikuwa na mtaji wa zaidi ya milioni 300, ambao sisi tunajua mtaji unatukimu over 2 weeks. Walibeba walichoweza kubeba, walichoshindwa wakachoma. Ofisi zetu pia waliingia, ofisi za wahasibu, ofisi za GM mimi waliingia. Walichoweza kubeba walibeba, walichoshindwa wakateketeza moto. So ni hasara kubwa. Tunaomba usaidizi wa serikali, sio kitu kidogo kwa mwekezaji ambao ni binafsi, ambaye amejitolea ndani ya miaka 10 kutengeneza kitu kama hiki. Ni kitu cha kipekee ambacho sisi tunaamini tutarudi kwa nguvu ya Mwenyezi Mungu, maana tunamwamini, na tutarudi vizuri zaidi, probably zaidi ya tulivyokuwa. Lakini kwa sasa tunasema tunasikitika. Tukio lililofanyika, vitu vimeharibiwa, tuko mtaani sasa hivi tunatangatanga, tuko wafanyakazi 247. Mpaka sasa hivi familia zetu zinalala njaa kwa sababu ofisi yetu iliyokuwa inasaidia tuweze kusaidia familia zetu ndio hiyo imeharibiwa. Yaani tupo mtaani tunaishi kwa shida. Tunaishi kwa shida kubwa sana sisi. Tunaombeni msaada. Sisi wafanyakazi tunaenda wapi? Tunaishi vipi sisi? Watu 247 tumepoteza ajira, tupo mtaani. Bosi wetu ameharibiwa kila kitu wamechukua
kila kitu wamechukua, tunashindwa hata tuanzie wapi. Tunaombeni mtusaidie. Yaani tumechanganyikiwa, tupo tu. Tuna familia, tuna watoto tumewaacha huko nyumbani. Tunatoa wapi ada za kulipa? Tunaombeni msaada wenu. Kuiomba serikali ya awamu hii ya Daktari Samia Suluhu Hassan iweze kutusaidia kwa namna moja ama nyingine. Kuna vijana takriban 247 ambao wanafanya kazi hapa The Voice TZ. Leo wanakwenda majumbani pasikokuwa na kazi.